kipenzi changu, ya kwamba tutapendana daima bila kukoma. Kanyaga kidogo kipenzi changu, sogea karibu mwenzangu sasa. Tangu leo wewe ni wangu na mimi ni wako kweli. Kanyaga kidogo kipenzi changu, sogea karibu mwenzangu sasa. Tangu leo wewe ni wangu na mimi ni wako. Naitwa Lilian Namchi na Bangi. Leo nimefurahia tu juu sikujua itakuwa hivi. Expect to siku ikuwa mzuri. Tulikutana kuanzia Facebook kwanza, alinitext. Nikamuignore for some time. Sasa kuna times sijui aliform WhatsApp group ya village. Akapata hapo namba yangu, akaanza kunitext. Timkala yangu ni blue. Napenda tu blue juu. Napenda tu hiyo blue, that's why nilisettle for it. Mimi nataka tu kumwambia nampenda na washukuru tu kwa kunilinda. Kwa kukua to be there for wako karibu sana na mimi, wako ready kunisupport. Mimi nataka tu kuwashukuru tena na waombea waendelee tu vivyo hivyo. Para no me enseñe mucho.
ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana naomba Maria Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, uniombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. katika barua ya kwanza Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu, mwili si kwa ajili ya anasa, bali ni kwa ajili ya Bwana, na Bwana ni kwa ajili ya mwili. Na Mungu aliyemfufua Bwana, naye atatufufua sisi pia kwa uwezo wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Lakini yeye anayeambatana na Bwana ni roho moja naye. Ikimbieni zinaa. Makosa yote yatendayo mwanadamu yapo nje ya mwili, ila mwenye
kuzini hukosea mwili wake wenyewe. Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Mwili mmepewa na Mungu, kwa hiyo ni mali yenu, maana mmenunuliwa kwa bei. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Neno la Bwana. Bwana ni mwema kwa watu wote. 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 Wachaji wako wanakusifu, macho ya wote yanakuelekea wewe, na huwapa chakula chao wakati wake. Katika njia zake na mwema kwa kazi zake zote. Bwana ukaribu na wote wakuitao, wote wakuitao kwa uaminifu. Bwana ni mwema kwa watu
Wakati ule Yesu aliinua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba mtakatifu, sio hao tu ninaowaombea, lakini nawaombea pia wale watakaonisadiki kwa neno lao, ili wote wawe kitu kimoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu, hivyo ulimwengu upate kusadiki ya kuwa wewe ndiye uliyenituma. Nami nimewapa utukufu ule ulionipa mimi, ili wawe umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe kamili katika umoja, na ulimwengu utambue ya kuwa ni wewe uliyenituma na umewapenda hao kama ulivyonipenda mimi. Injili ya Bwana. Sifa kwako ewe Kristo.
washukuru wazazi wao wale wale wasiokuwepo kwa kuwakuza kama Wakristo kwa maadili na kupenda hata sakramenti ya ndoa. Na ndio maana basi kwa wazazi wao ili kuwaombea baraka Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza leo tumeambiwa kwamba mwili ama miili yetu hekalu la Mwenyezi Mungu. Na tukaambiwa basi miili yetu sio kwa starehe, sio kwa anasa, bali kwa kumtukuza nani? Kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa leo wanakuja pamoja, tunajua wanakuja pamoja kuwa mwili mmoja, sio kwa anasa, sio kwa starehe za ulimwengu, bali kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Basi wanapokuwa huo mwili mmoja, wanakuwa hekalu la Mwenyezi Mungu. Na kwenye hekalu la Mwenyezi Mungu, nani anaenda kwenye hekalu la Mwenyezi Mungu? Ni Mungu mwenyewe. Kumaanisha basi Mwenyezi Mungu anakaa ndani mwao. Mwenyezi Mungu anakaa katika nyumba yao. Mwenyezi Mungu anakaa katika familia yao, kwa sababu wameunganishwa kwa jina la Yesu Kristo. Kristo mwenyewe alisema pale ambapo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina lao, ipo miongoni mwao. Ndio maana hawa leo wamekuja pamoja, sio tu kwa kiholela kwa nguvu zao wenyewe, bali wamekuja pamoja kwa jina la Yesu Kristo, ili Kristo awe miongoni mwao, awaelekeze, awalinde, awapiganie kwa lolote gumu ambalo litakuja kwenye maisha yao. So we are praying that may you always remember and always acknowledge the presence of God in your life, in your marriage, so that whatever you do, you are not just the ones making the decisions, you are not just the ones living, but it's Christ who is the source of bond, the bond that is uniting the two of you. Sijui wengine ni nini ambacho kinawaleta pamoja, muungano wenu ni nini ambacho kinawaleta pamoja. Lakini tunaamini katika sakramenti ya ndoa, kinachowaleta maharusi pamoja, wanandoa pamoja ni upendo. Na upendo ni nini? Upendo ni Mungu. Ama tunajua vile Yohana anatuambia kwenye waraka wake that God is love. Therefore, if God is love and it's love that is binding them together, which means God is the source of the bond in their lives, na hakuna lolote ambalo litawashinda kwa sababu Mungu yuko miongoni mwao. Children are the fruit of love. Watoto tunda la upendo kati ya wana ambao tunajua basi wanapopata watoto wanakuza nani? Wanakuza Mwenyezi Mungu. Because this is a divine command ya kwamba ujaze ulimwengu. Na mtukuza nani? Tumsifu Yesu Kristo. Unapokataa maisha when you are against life, which means you are anti-God, you are anti-God, you are against God. Lakini kwa kuwapata watoto, kuwalea njia ya Kristo, njia ya maadili ambayo ni mazuri, wanamtukuza Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Paulo anawaambia Wakorintho, miili yetu sio kwa anasa, bali miili yetu kumtukuza nani? Kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Basi naomba Mwenyezi Mungu awajalie umoja, kwa sababu wao wanakuja pamoja hivi, wanaliunda kanisa. How do you know the community that God exists in their life? How will you know a parish that has got faith? How will you know a family that has got faith? Ishara ya kwanza ni msamaha. Kamuulize jirani, wakati ambao hujawasamehe. Ask your neighbor, how many have you not forgiven? Na mtu ambaye hasamehi watu, haombi msamaha, huyo mtu Mungu hayuko ndani mwake. God is not within. And even if you want to know that a parish has got faith, it's a parish where people go for confession. Today I was so happy. Najua mmesubiri. Tutakuja kwa sababu fadha anatuchelewesha. Ilawe inapoa na fadha anakaa tena na pigana sio na watu gani. There are this sacrament of penance. I can postpone mass for me to have the sacrament of
no conversion in him. It's only through confession that we can attest that someone has undergone transformation. Sababu anakiri dhambi zake na ameamua kuyabadilisha maisha yake. Jambo la pili, pale Mwenyezi Mungu yuko, una furaha. Yule mtu ambaye anakuwa ndani mwake ana furaha. Angalia mtu ambaye anatoka kulia, cheko ni wa right, ndio ni wa left. Huyo mtu amekunja uso ama amefurahi? Unawaambukiza wengine. Lakini wakati hapo unakunja sura, unaanza matusi na uso wako hakuna hata chembe ya upendo, chembe ya furaha. Just know that God is not in you. God is not anywhere around you. Hivyo kwa wajini ambao mnafunga ndoa, ikiwa kweli Mwenyezi Mungu anawaonyesha kwa upendo na Mungu ndiyo huo upendo, lazima kuwe na furaha miongoni mwenu, na lazima miongoni mwenu muwe na msamaha. Sometimes when you may think that maybe you married the worst man or the worst woman, you think that someone else out there will be a solution to your problems. Lakini hapana. There is no angel. Angels don't get married. You are marrying a human being with her or his strengths, with her and his weaknesses. Kwa zile nguvu zake, hizo kwa strength, bali jinsi alivyo na ufurahia Mwenyezi Mungu. Katika ulegevu wake pia mkubali na muombe na kumsaidie ili awe mtu mzuri zaidi. They say the largest room in the world is the room for improvement. You can help one another. You are coming together to be one so that you strengthen one another, you help one another to grow, to become better. Ili hata watu wengine ambao hawajafunga ndoa watasema kweli hawa Mungu ndiye amewaunganisha, miongoni mwao kuna upendo, kuna furaha kati yao, pia miongoni mwao kuna msamaha. And that's why Jesus Christ is praying today for his church to be united. Jinsi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu walivyo mmoja, pia anaomba sisi ambao ni kanisa la Mwenyezi Mungu tuwe na ule umoja. Na basi kanisa ni wale ambao wanakuja pamoja kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ikiwa haujafunga ndoa, ndani kati yenu hakuna nini? Kati yenu hakuna upendo. Kati yenu Mungu hayupo. Na ikiwa Mungu hayupo, familia yenu sio kanisa. But the ones who have come here in the name of Jesus Christ, they are calling themselves husband and wife. God is in their midst. And if God is in their midst, therefore that is a church. Na ikiwa basi ni kanisa limejengwa juu ya msingi ambao ni msingi wa mwamba. Matthew chapter 15 and 16. Especially 16 ambaye anazungumzia Petro ambaye anasema wewe ni mwamba na juu ya mwamba huu utalijenga kanisa langu. Basi wale ambao wako na Kristo wamejenga familia yao kwa njia ya Kristo katika sakramenti ya ndoa, wamejenga familia yao juu ya mwamba, ambapo katika Injili ya Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 kuendelea inaambiwa ni nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba, dhoruba itakuja, upepo utavuma, mafuriko yatakuja, yataipiga ile nyumba, lakini itabaki imara. Therefore, once you are founded on God, on the love that binds you and the love that comes from God, challenges, yes, it will be there, but God, who is your foundation, will always keep you strong, will always fight for you. Kwa hivyo tuwaombea ule umoja, na ili mweze kuhifadhi ule umoja, lazima pia mjihadhari na nguvu za Mungu ambaye anakuja kufanya nini? Kuondoa ule umoja miongoni mwenu. Wanza kuwa ni marafiki zenu. Tumsifu Yesu Kristo. Have you ever advised your friend aenda awaambie mwenzake wa ndoa acha huo mchezo? Be close to people, be close to things, be close to places that will help you strengthen your marriage.
Because today there are very many forces that are fighting against the family, against marriage. There are forces out there, people are spending billions, people are spending billions of dollars funding things that are against the family, that are against the family. Kazi kwa bidii. Sasa tunasema cheko kwa pamoja na kwa wawili, sababu ya kazi ya maisha. Lakini mwenyewe anakuwa kama kwa bomba. Na kwa kweli kumeingia anashinda gharama ya kumeingia kwa kama. Ombea upendo miongoni mwao, na kwa upendo wa Mungu, upendo wa Mungu. Familia yao ambayo ni kanisa la Mwenyezi Mungu walijenge juu ya msingi wa imani. Ili shida zikija watabaki imara. Wewe unaona vile kuna shida nyingi kwa sababu gani? Hauna imani ambayo ni dhabiti. Mara wanaenda waganga, sijui unaleta watu gani kwa nyumba yako. Lakini wao tu waombea kwenye upungufu wao, kwenye udhaifu wao, wamtegemee Mwenyezi Mungu. Na sisi ambao tuko karibu nao, if you are a friend, if you are a family member, always fight to strengthen their family. Even for me as a priest, I have to strive to be a blessing to their family. Ili ule muungano wao uwe imara. Na pia wajitenge na mtu yeyote na vitu vyovyote, kama ni mitandao ama nini, any influence that may be coming between them to break that bond of love between them. Kwa hivyo tuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu. And for you to continually have that love between the two of you, know that you have to have a constant relationship with God, who is the source of God between you. Kwa hivyo kila siku salini, ikiwa ni kweli ni kanisa la Mwenyezi Mungu, if you are coming together in the name of Christ, and therefore if Christ is in your ministry, what you become a church. What does a church do? A church prays. Unapokuwa kumeenda kwa the church, what do you want to do? You go to pray. Therefore, if your family is a church, pray always, pray every day. And the family that prays together stays together. Waulize wale ambao hawaombi, nyumba zao zimejaa nuksi, wamechamana kucha, wamemoana meno, sababu hawasali pamoja. Na mara jioni saa moja ifika jioni, baba pamoja na kurusha mizinga, mama naye pamoja na kufanya nini? Mudamu mtu. They meet in the house at that, hawajuizi watakula nini. But a family that prays together, which means set aside time ambayo mtakuwa wote kwenye familia, mule pamoja, na msali pamoja. Na hivyo Mwenyezi Mungu atawakinga dhidi ya ushawishi wote ambao ni mbaya, na pia huyo Mungu atawaimarisha na kuwajalia kwa upendo miongoni mwenu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao aliyokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndiyo maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuti? Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya kanisa na Kristo? Ndio basi kwa kuwa makusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni
ya Mungu na kanisa lake. John, unampokea Lilian awe mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio Baba. Unampokea John awe mume wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yenu. Ukubaliano wenu huko mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na audhibitishe kwa wema wake, apende kuwasilishia wingi wa baraka zake, aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Mwenzangu, kupokea pete hii iwe ishara ya na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yo
wako ukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo vimetolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe siku ile alipotolewa alitwaa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, alitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana, kila tunapokula mkate huu na kukinywea kikombe hiki, tunatangaza kifo chako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, na kutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja, roho moja katika Kristo. Yeye alifanya sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliyetokana na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Marco, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala ya jamaa hii uliyoiita hapa mbele yako. Tunakuomba uwatulize kwa neema ya sakramenti John na Lilian, uliowaongoza kwa furaha hadi kufikia siku ya ndoa yao.
Kwa huruma yako wakusanyiko wako wanao wote waliotawanyika popote duniani, uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake anaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Ndugu wapenzi, muombe kwa unyenyekevu Bwana awamiminie kwa wingi baraka ya neema zake watumishi wake hawa waliofunga ndoa katika Kristo, nao aliowaunganisha kwa agano takatifu na kwa njia ya sakramenti ya mwili na damu ya Kristo, awafanye kuwa moyo mmoja katika mapendo. Mungu uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako bila kutumia kitu na kisha kupanga yote, kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanaume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja, na kumefundisha ya kwamba uliounganisha, uliopenda kuyafanya pamoja hayapaswi kutenganishwa kamwe. Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fungo kubwa hilo. Mungu uliyeagiza kwamba mwanamke aambatane na mume, akawajalia tangu mwanzo ushirika huo ambao wala kwa adabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kuu haukufutiliwa mbali. Watazame kwa wema watumishi wako hawa waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka zako. Upeleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminiwa ndani yao wadumishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya huyu pia daima. Awafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake uwe na imani naye, amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake kwa neema ya uzima. Ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alipendavyo kanisa lake. Na sasa, Bwana, tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakae kunyumba, watambulikane kwa tabia yao njema. Injili iwatie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote. Wawe na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila. Wote wawili wajaliwe kuona watoto wa watoto wao. Mwisho waufikie uzima wa wenye heri na ufalme wa mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
sistahili ndiye kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Yesu Kristo mwokozi wangu, nasadiki uko kweli katika altari yako. Nasadiki kwamba nitapewa sasa hivi mwili wako na damu yangu pamoja na roho yako na umungu wako. Nasadiki kwani ndio vileo vilivyoeleza amina. Ee Mungu wangu, umesema kwamba watu waliotumainia hawatadanganyika kwako. Basi nimetumainia kwamba utatimiza maagano uliyoagana nasi, kuwa nikilishwa mwili wako duniani hapa, nitapata kufika kwako mbinguni na kukuona milele. Ee Mungu wangu, umejifunga katika sakramenti ya Ekaristi, kwa sababu umenipenda Mungu, unitie moyo wa kupenda sana, vile vile ulivyonipenda mimi. Ila nimetenda dhambi nyingi, sistahili nikuje kwako. Useme neno tu na roho yangu iponea. Roho yangu nakutamani Mungu wangu, ndiwe mwenye kunifurahisha, ndiwe mwenye kuniletea heri. Unionee huruma, unifanyie neema, uje kutubariki, uje
njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu Baba wa milele awahifadhi katika umoja na mapendo kati yenu, kusudi amani ya Kristo ikae nanyi. Mwe mashahidi wa mapendo ya Mungu ulimwenguni, kusudi wenye huzuni na wahitaji wafaidi ukarimu wenu, na hatimaye kwa moyo wa shukrani wawapokee katika makao ya milele ya Mungu. Amina. Na nyote mliokusanyika hapa awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru.
utuweka pamoja, tuje tuishi pamoja. Wapigie makofi yone Uhuru Paulo. Haya, tuketi chini tafadhali, tuketi chini. Kwa kipindi ya Manyara Lenya okupira munene wange asante okutuweka omukana omulayi Lilian asante so alafu nenya okupira abana bange asante okuola wena asubiri rahisi ta ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na emsadira Nyasaye abayete umenya ulai sasa ndio mwakaje maisha yote kwa wakaje maisha baba mwana wangu bai karibu ingo mimi nimefurahi sitabeba maji sitapika chakula huyu mrembo atakuwa anapika na ananiletea ninakula ninalala vizuri na ninajua nitang'ara kupika hapo. Na Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wote asante kuja kutuona kama malaika. Mungu wa amani awabariki. Kikundi cha Bayundo. Bayu, wewe unajua DJ? Sasa kwa amani mtibu. Kwa hiyo vijana leo. Tusimama tu alafu mzee Moses 11. Kanisa tusimame tafadhali. Kwa vizuri na tunasema asante sana, na jumuiya ya St. Luke pia imekuwa na baraka nyingi hasa kwa huu mwezi. Tumekuwa na harusi mbili kwa huu mwezi na misa tumezisoma sasa ni 6. Tumebakisha moja tarehe 6 mwezi ujao. So karibuni tena. Kwa majina naitwa Moses Barasa Rombosia, mwenyekiti wa St. Luke. Karibuni sana. Asante. Friends, sasa kama unajua ni rafiki hawa tusimama wewe. Bana bata tesujende, kwa kanuka yenyu.
Maria. Ila inamotenda stebereska. Kando ile mwene wa lutano. Basale bakesi kenge. Nije asante. Mimi nasimama hapa kama rafiki ya Lilian. Kwanza nataka kumrudishia Mwenye Mungu shukrani kwa sababu kufika hapa neema yake iligharimu. Alafu kitu cha tatu nataka kuambia, have known you as best couple. Mumekuwa with me all the time. You have advised me. Just continue with that spirit, and I pray to God linde hiyo union yenu, mkuwe na watoto wengi. Unajua mko tu na mtoto mmoja. Lilian, nataka Januari ama Februari mimi nikuendee maternity. God bless. Sawa? Thank you. Naombea baraka na mjue sisi hapa tutasherekea na tutaenda, lakini hii union yenu kusimama ni juu yenu wawili. Wako wanajingumi wanambe Ebule bana bega leo mzuri. Yaani amana leo bwana ndi John. Sawa pachacha. Ibula bana. Sasa nimeambia kuna wangoe. Yaani ukienda kwa bomba kuna wenye walitakuja wanakukaribisha. Wanakukaribisha kirasmi. Yaani all the time, Muwana Muliana, Lilian, John Lilo. Asante tu sana kulea watoto. Hii siku zangu tizo. Nasema tu karibu John, karibu Lilian, karibu tu sana nyumbani. Tunakupenda, hii ni rasmi wetu, hakuna mwingine. Niko na mtoto wangu hapo, acha waseme tu majina alafu Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Catherine Wamboka Omtilu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sharon Malunga second last. Marafiki tunaongea, tunafika kipindi cha kukata keki. Sema kukata keki. Haya, nije itupe kitu. Haya ndio sasa wanakuja this time. Inaitwa sweetie. Kama unajisikia unaweza mungu ukadance nao tafadhali. Naona bwana harusi na bibi harusi. Sonia, haleluya. Haleluya. Shika bibi harusi mkono, mpige wengine tano nifuate. Ngoma shika na mkono. Hapo tawasha. Na dada sasa. Endelea wewe endelea. So katika hii keki kuna skari, kuna tunda, kuna ndimu. Inasema kuna wakati katika ndoa kuna furaha, kuna wakati tutakuwa na uchungu, na kuna wakati pia tutakuwa na usawa kwa familia zetu. Kitakachotuweka kwa umoja ni sala na kudumisha umoja katika nyumba yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tawakaribisha bibi harusi
kuja harusi akae chini ya mzee kunawisha. Anamgawisha, anampanguza, ishara ya upendo. Mungu tubariki sisi pamoja na keki yetu, tule tupate nguvu ya kutumikia wewe. Kwa jina la Yesu Bwana wetu, amen. Keki pamoja na bwana harusi. Kata 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 ni mkata kata malaundeho kata 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 ni upendo kata 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 ni umoja kata kata. Bwana harusi katika nyumba yako. Isha 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 huyo ni wako. Isha 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 huyo ni wako. Isha Mesha 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 huyo ni wako. Mesha 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 huyo ni wako. Kujipanga hivi protocol. Tutaanza na wazazi wa bibi harusi makazi. Watu wa mahali wapi? Watu wa mahali kelele. Tutafunga chakula. Na ukikuwa na t-shirt ya manyu vae hapo nadhani mimi tembea haraka tugawe hizo cakes. It's out of time.
waanze kupokea gifts zao. Watu wameniuliza maua yanakuja wakati wa gift. Ukiwa na maua ndio wakati unawawekea. Hatutakuwa na wakati wa maua tena. Napeana gift tuwavalisha maua. Tuko pamoja? Asante sana bwana harusi, mkimaliza mtakuwa escorted na Ninaambiwa kuna keki ya wazazi wa bibi harusi wanataka kupeana, tuwapigie makofi tafadhali. Wazazi naomba Yeah.
kufanikisha siku ya leo. Nikupenda majina. Kama pia ile kwa jumuiya pia watu vitu zimekuwa ngumu. Kuna nafasi ile ya soko kwa kusi mabasa sababu na Mose mtu wa mmoja pale ndemai basima baada ya siku sana baada ya kutoka sana. Mkana ndio hapo na mwemala bana hizo kotawe na yeye ni baraka. Baba ndio kana ndio bana ni sana ndio bale ndio bana. Ndio bana sasa baelewa mpaka wao kama kwa sandi ya family. Sasa lebawi kwa sababu ile baada ya forum tofauti kwa zile kutoka nafasi na kwa sima kwa hiyo halewe neno asore ndio anabano kwa kazi ndio sana. Tunapo wasifu kama nafasi na kwa sima kuna dawa hizi ndio yako ndani ndio. Baito hali baada ya wao sana tai ndio papa wa mimi kumiliki mai bamle kamera kwa sura ya pesa ya kwa ndio kia bana wewe ndio ndio baada ya kuwa na maisha na kuendelea kwa kisaidia kwa sababu ya asante na kile kutafunga na nafe kama hatuno kwa kumaliza kwa ndio hata kama kaita sema zangu wewe hapo kwa sababu hamki gari awabariki mkirudi mkiwa na safari njema mkifika huko msalimia ni Mungu wetu na tuendelee kuombeana au ndio anaanza safari yao ya maisha tuendelee kuwaweka kwa maombi especially Julia St. Luke wewe kwa maombi sana kwa sababu ile safari wameanza ile ndio milima na mabonde kuna mnara kwa masabaka kwa ndio ndio sababu mkende nao hasa leo ndio ndio mkara hata kwa sababu ndio 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 haki alafu kusaidiana kwa maisha hata sisi kuna mengi nataka kutukana asante kwa wote wamefika hapa siku ya leo wamefika lakini wanatusaidia pia tunashukuru tunasema asante kwa hiyo mengi Mungu awabariki. Kuanzia asubuhi ulinena nasi ukasema itakuwa siku njema. Bwana, ni ukweli imekuwa siku njema. Bwana, na bibi harusi wanapoanza maisha yao Bwana, wache uwe kiongozi katika ndoa yao. Wale wote wamesimama nao tunawabariki Bwana. Mifuko ambayo imetoa wache ikabarikiwe. Tunatoa laana zote maishani mwao. Tunang'oa vifo vyote maishani mwao. Tunadeclare maisha mazuri. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunaporudi nyumbani tutembee na wewe. Tukikutana tutakushukuru. Hata wanapobaki nyuma kupata chakula, Baba bariki hicho chakula. Kwa sababu Mungu wewe ni mwaminifu tunasema asante. Mwaka huu tuongoze tuone mwaka mpya. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. God bless.